Unajua shemeji yako ana mambo ya ajabu sana. Yaani Mama Tony. Mama Tony ana mambo ya ajabu. Unajua hata mimi nashangaa kama alipigia simu analalamika shemu kaka yako ameoa mke mwingine huko nyumbani wakati mwingine halali. Unajua mara nyingi watu huwa wanapenda kuhukumu ila wapendi kujiangalia wao wanayofanya. Juzi hapa nimetoka nalipishwa biashara la watu. Walikopeshana hela sio na mdada gani huko wakajibeba na mwenzake wameenda wamempasulia dirisha vibaya. Wamemvunjia na TV. Narudi nyumbani nakutana na deni lingine afu kaandikisha si nani kaweka dhamana ya nyumba hati miliki ya nyumba. Kweli? Hati miliki ya nyumba. Ndio hivyo ndugu wangu. Mama Tony ambadika huyu mwanamke sijui. Yaani si karogwa mimi. Kwa hii nyumba anayojua mimi unaoishi yote unapale pale nyumbani. Hajui ile nyumba imenigharimu kiasi gani. Wewe mwenyewe unakumbuka kipindi kile nilipokuwa nahangaika kujenga ile nyumba. Afu mbaya zaidi, pesa mimi natoa, ya matumizi natoa. Si Baba Tony panahitajika kitu fulani natoa. Ile saluni ambayo nilikwambia kipindi kile naifungua, iwe inasaidia hata daftari si nini kwa mtoto. Saluni haishaiuza. Sasa haya maisha kweli maisha haya mpaka lini? Sasa hebu ngoja kwanza tuende kwenye point. Huo mkopo aliokopa ni shilingi ngapi? Milioni 2. Milioni 2 ndio weke dhamana nyumba? Milioni 2. Nyumba ile ni ya milioni 2. Yaani nyumba zaidi ya milioni 25 ndio weka dhamana kwa ajili ya mkopo wa shilingi milioni 2. Sasa unajua mimi ninachojiuliza ni nini ndugu wangu? Hizi hela anafanyia nini? Ndio anakopa. Anafanyia nini? Anachokifanya hakipo. Sasa lakini Mungu amekupa kufanana naye. Kwa hiyo baba na mimi na akili mbovu kama mama. Sina maana hiyo. Lakini wewe kichwa chako mimi hilo tatizo ningeweza kukusaidia kwa 100%, lakini kwa sababu ulinizuia kufanya issue zangu na nini, ukaona kama akili zangu hazifanyi kazi sawa, basi hapo mimi sina namna. Yaani msaada mmoja nikakusaidia ni kwa sababu tu wewe ni ndugu yangu, lakini ushauri ni bure. Mimi najua ushauri ni bure ndugu wangu. Kwani ushauri unahitaji gharama yoyote? Siongelee ushauri hapa. Naongea deni la milioni 2 unaodaiwa. Wewe unafikiri kuna msaada ambao ungenipatia zaidi ya ushauri tu? Blaza hapa fanya hivi, tumia njia hii. Basi sawa mimi sasa kichwa chako. Yaani shida yako mdogo wangu, yani basi. Hapa penyewe tulikuwa tunaongea kwa maana naona kama unataka uanze kuyarudisha nyuma mimi. Sema hata hivyo tangu za leo hajaikuwa sawa na mimi. Kwa hiyo mimi nisiongee tu kwa maneno. Natumia vitendo. Milioni 2 ndio shida. Mimi kufikia kesho kutwa nitakuwa nimelipa 70% ya hiyo deni. Alafu itakayobaki 30 utamalizia wewe mwenyewe. Wewe hela uiputie wapi wewe? Hapa penyewe tu napiga akili hela ambazo uliniambia si chuoni zinadaiwa hata si nafanyaje. Bado unawaza hela za chuo kaka hadi sasa hivi? Sasa wazo unafikiri nani wa kunisaidia isipokuwa haya yote ananiangalia mimi. Nisikize sasa nikwambie. Hela za chuo, ada, michango yote sijui nimeshalipa. Ngoja. Unajua sometimes yes sometimes no. Tuwe serious sasa. Yaani utani vicheko tuweke pembeni. Wewe umelipa pesa chuo kaka. Sasa kama sijalipa singekuwa nimefukuzwa hadi sasa hivi. Kwa sababu mimi naongea issue ya Mama Tony kwako niko serious. Sasa sijui kila kitu tunajionaga kama nakutania au kama sina akili za kufanya hivyo vitu. Mimi hilo deni nimelipa muda kwa sababu kama isingekuwa hivyo nilikuwa nishafukuzwa chuo hadi sasa hivi kwa sababu deadline ya kulipa miezi 2 iliyopita huko. Toka miezi 2 iliyopita. Kwa hiyo hadi sasa hivi ni maana yake nilikuwa nimefukuzwa chuo. Huyu mwanamke mimi ndo ananichanganya kichwa. Yaani Mama Tony ni pasua kichwa yule mwanamke sijui nilimtoa wapi wewe. Ila ninapokuambia mpaka sasa hivi nimelipia michango yote, ada, sijui ya mitihani, kila kitu nimemaliza. Yaani hata hivyo utanisamea hapa katikati ndio maana umeona sometimes nakuwa mkali, inakuwa ka simba siele. Yaani hivyo ndio wangu nachanganywa kichwa leo hili kesho lile. Leo hili kesho lile. Sawa, sasa nitanyuma kabla sijaacha kufanya, kabla hujaacha kunizuia. Nilikuwa nawekeza sana, nimewekeza, nimedunguliza hivyo. Kwa hiyo sema wewe unanionaga mimi akili zangu kama hazifanyi kazi 100%. Manikago ngoja kwanza. Kwa hiyo chuoni kula mimi nisiumize tena kichwa. Mara ya pili. Ndio. Baba, kule nimeshalipia kaka.
Yeye ndo anajifanya kucheka cheka, ndio. Sio anajifanya kucheka cheka mdogo wangu. Yaani unajua kuna wakati navurugwa. Mama Tony anachanganya wewe mwenyewe na wewe sometimes ndio hivyo tunapigizana kelele. Mimi ninacholilia nilichokuwa napambania kwako ni kwa ajili ya kutengeneza kesho yako. Maana kama nasema kama unapiga show, hakikisha kabisa chuo usiacheke basi. Siachia na sio kuachia. Hivi ninapokuambia nimebansi mzani 50. Sema nimeyumba kidogo hapo kwa mambo ya entertainment kwa sababu uliniwekea kauzibe nikawa nimeacha. Nitafanya kama ni kauli ya watu wazima. Kwa hiyo ndio hivyo. Issue isiwe kubwa sana. Mimi naomba tu tumalize hapo. Hiyo issue ya milioni 2 kama nilivyokuambia. 70% kesho kutwa nitakulipia. Sio 70% ya milioni 2. Milioni 2. Hiyo 30 utamalizana wewe na Matoni. Kwa hiyo mdogo wangu mimi nashukuru. Asante sana. Yaani hapo hujamaliza chuo, hujapata ajira lakini ndio hivyo. Wewe sasa Mungu akakusaidia umemaliza chuo ukapata ajira. Mbona utanenepa sasa? Yaani unaweza kula matunda mapema ya Mungu. Hata ufanyaje uweze kunenepa kakaangu. Shida yangu naona unaongeaga karibu na ukweli. Hiyo ni shida. Cha kwanza kama unataka ujifunze lugha vizuri ya Kiingereza unaanza na nyakati. Au kujifunza mambo ya tenses. Umeshajifunza. Uko vizuri kujua kabisa huko. Hii sentence yangu inakaa katika wakati gani? Uliopita, uliopo au unaokuja. Unajua kabisa namna mpangilio huo. Issue ya contour amejifunza nayo. Umeshajifunza. Kweli? Ndio. Mambo ya nyenzo daraja la ngapi? Nimesoma muda wewe dogo wewe. Mimi nimesoma ni muda. Mwanangu mimi nilisoma hadi mwalimu wangu akakufa kabisa. Nilisoma hadi nikasoma nyuma ya ubao. Yaani nilisoma hadi nyuma ya ubao. Yaani nilisoma hadi walimu wote wakakimbia shule nikabaki mwenyewe. Soma. Sawa? Mambo ya kuruka. Hapa sasa siondoki. Nipo na nimefika. Sawa? Soma. Shoga yangu. Ninafurahi sana siku ya leo. Unaonekana super damu. Sijui nielezeje kuna mnayo. Nieleze shoga yangu. Kwanza nikushukuru kwanza. Maana bila wewe hii sura ya tabasamu isike. Kisigozo changu kile. Sitawapitia. Sitawapitia wakaenda wapi? Tuwaweza wanapitia huko nenda. Hakuna sasa kupitia. Sababu. Au nini namsikiliza? Ushauri wako. Umenisaidia sana. Mama Tony, unajua mimi siku akili zangu naomba nijirekebisha. Nitajirekebisha. Niwaambia nikumbuka kujirekebisha. Hamna. Akashtuka. Wadau. Wewe mwenyewe leo unachokiongea. Hapo unataka msamaha. Hebu jielewe kwanza kipindi wewe unasikiliza kwanza ndio uombe msamaha. Yaani kama umesema umenisaidia sana. Ile ndio. Sikwambia ile haina tani. Kweli. Namshukuru sana Mungu. Koko unamwelekeza tena cha kuongea. Ndio namuelekeza tena. Kaja mimi kajua alikuja na kugaragara. Magoti kule machozi humu. Anaelekea wapi? Eti kaguna. Nikamsikiliza kweli, tukapandiana. Unajua leo lazima tuoneshe tu tumekasirika. Maana hadi tu tunaweza kumchekelea. Itakuwa kwanza ile hapo nikamchendesha chekesha pale anaanza kuomba msamaha. Na mimi nikamkatia. Sitaki kabisa. Hapo tu ndo umenikosha hapo. Lazima kazi ya mambo yetu haya. Anafanya ujinga wake huko kirahisi sana. Mke wangu. Naomba
nisamehe. Unajua. Sikia, nikampatia kazi pale tunajua lakini moyo. Wewe tena na huyo moyo. Elewa. Nikakaa kaja nikajifikiria. Nashukuru Mungu sasa hivi. Mambo sawa. Penzi kama ndo mmeanza jana. Tumeanza jana yani. Tuko garagara au kugaragara? Garagara au basi ni kidogo kama ndio. Baada sienda wewe ngoja nikufikirie nikamzungusha. Ila sizienda. Niko wapi? Mimi ni pesa. Baba. Moyo tena utaongea. Ndio mimi sana. Sasa nzuri. Tunaishi sasa nikuambia. Sasa hivi za vikoba. Hadi vikoba ananipea. Anasema naomba nakujua wewe. Anajiongeza. Kidogo. Anasaidia. Nakwambia. Nafurahi sana. Sasa hivi mwenyewe amejiongeza. Yaani nikisema nataka Hujamaliza unataka nini? Wewe, mbaya mchezo nilipomfanyia Masia kwamba nakuacha sitaki kabisa. Wewe alishtuka nilimpiga mkwara. Kwa sababu nikisema kitu. Kwa hiyo nakwambia bado wewe sasa. Yeye najua uteseki. Yeye mzako sasa hivi. Sasa hivi tutamwona tutambea kwa furaha sana.